Ni siku nyingine tena Mungu ametupa neema ya kuweza kujifunza neno lake. Basi nakuomba kufuatana pamoja nami ili uweze kusikia kile ambacho Mungu amekusudia tukisikie saa na muda kama huu. Siku ya leo tunalo somo linalosema rudi kwenye nafasi yako, rudi kwenye nafasi ya nguvu yako, rudi kwenye nafasi ya nguvu yako. Nguvu hii ninayoisema ni ile uniqueness power, nguvu ya kuzaliwa nayo, ile nguvu ambayo umeumbiwa, umewekewa ndani yako tangu ulipoumbiwa. Nguvu hii ni nguvu ambayo unayo wewe peke yako. Hakuna mtu mwingine ambaye ana nguvu kama wewe katika eneo ambalo Mungu amekupa. Kuna watu Mungu amewapa nguvu kwenye uchumi. Kuna watu Mungu amewapa nguvu kwenye uimbaji. Kuna watu amewapa nguvu kwenye muziki. Kuna watu Mungu amewapa nguvu kwenye ushawishi. Na kuna watu Mungu amewapa nguvu kwenye neno la Mungu. Lakini wamefika pahala nguvu zao zimepotea. Kwa hiyo siku ya leo nipo kukukumbusha, nipo kukuhamasisha kwamba urudi kwenye nafasi yako ya nguvu, ama urudi kwenye nafasi ya nguvu yako ile ambayo Mungu amekuumbia tangu kukuleta, ambayo hiyo nguvu ni kama kusudi la Mungu kukuleta. Na maandiko tutasoma katika kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 28 mpaka ule mstari wa 30. Waamuzi sura ya 16 28 mpaka 30. Biblia inasema, Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu, na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipizia kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kisha Samsoni akazishika nguzo mbili za katikati ambazo nyumba ile ilikaa juu yake, akazitegemea, moja kwa mkono wake wa kuume na moja kwa mkono wake wa kushoto. Samsoni akasema, na nife pamoja na hawa Wafilisti. Akainama kwa nguvu zake zote, ile nyumba ikawaangukia hao wakuu na watu wote waliokuwa ndani yake. Basi wale watu kwake walikuwa wengi, waliuawa wakati wa kufa kwake walikuwa wengi kuliko wale aliowaua wakati wa uhai wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia imeanza kwa kutuambia kwamba Samsoni akamwita Bwana akasema, Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba unitie nguvu, na kuomba mara hii tu, Mungu, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Filisti kwa ajili ya macho yangu mawili. Kama ambavyo nimesema kwamba rudi kwenye nafasi ya nguvu yako, rudi kwenye nafasi ya nguvu yako. Na kwa nini urudi kwenye nafasi ya nguvu yako? Ni swali dogo la kujiuliza. Hii ni kwa sababu ya shambulio la nguvu ambalo limekupata wewe na limekuondoa pale ambapo Mungu amekusudia uwe. Limekuondoa kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka tangu katika kuumba. Na hilo shambulio la nguvu ndo ambalo limefanya ile purpose ya Mungu ndani yako ikaondoka, lile kusudio la Mungu ndani yako, na yale matunda ambayo inatakiwa yapatikane kwako, na yale matunda ambayo inatakiwa yachumwe kwako hayapatikani tena. Na kama yanapatikana, basi yanapatikana chini ya kiwango, si sawa na vile ambavyo Mungu alikuwa amekusudia uweze kupata hayo matokeo unayoyapata. Kwa hiyo kuna watu wamepoteza nguvu zao kulingana na vitu ambavyo wameambatana nao, aina ya watu ambao wameambatana nao, aidha ni marafiki. Wale watu ambao wamewaweka karibu wamekuwa
chanzo cha shambulio la nguvu la kuwatoa kwenye ile purpose, kuwatoa kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuwa amewaumbia na kuwaweka kwenye hilo eneo. Hawajawa tena mabalozi kwenye maeneo ambayo Mungu amewawekea. Ndio maana leo hii na kukumbusha kurudi kwenye nafasi ya nguvu yako, na hiyo nafasi ya nguvu yako ndiyo ambayo Mungu amekuumbia. Kwa hiyo kuna watu ni waimbaji, wewe unajiona kabisa ni mwimbaji, lakini kila mara unapoenda kufanya hicho kitu unafanya chini ya kiwango. Kuna watu ni wafanya biashara, biashara zao haziendi vizuri kwa sababu wako chini ya kiwango. Sasa unaposikia neno la Mungu siku ya leo, neno la Mungu linakwambia rudi kwenye nafasi ya nguvu yako, maana kuna namna haupo, na kama kuna vitu ambavyo unavipata hauvipati vile inatakiwa, ni kwa sababu haujawa kwenye nafasi ya nguvu ile ambayo Mungu amekuumbia. Lakini mara tu ukirudi kwenye nafasi ile ya nguvu yako, matokeo utakayoyapata ni tofauti na matokeo ambayo unayapata sasa. Wewe ulikuwa na nguvu ya ushawishi, wewe ulikuwa na nguvu eza katika uimbaji, wewe ulikuwa na nguvu eza katika kupiga vyombo vya muziki, wewe ulikuwa na nguvu katika neno la Mungu, wewe ulikuwa na nguvu ya kuomba. Unaweza ukapiga magoti masaa 3 ukimimina na kupeleka hoja zako kwa Bwana bila hata kupumzika na bila hata kuchoka. Mwingine ulikuwa unaweza kukaa mezani ukasoma neno la Mungu eza kwa lisaa lizima bila kuchoka, haupati usingizi. Lakini imefika sehemu huwezi hata kumaliza dakika 2 ukisoma neno la Mungu. Sasa neno la Mungu linakuambia kwamba rudi kwenye nafasi ya Mungu. Tunaona habari hizi ni za mtumishi wa Mungu Samsoni, mnadhiri kabisa. Samsoni ambaye alipatikana kutoka kwa wazazi wake, mzazi wake Manoa, na alielekezwa kabisa kwamba huyu ndugu atakuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni. Manake kuna kitu cha tofauti kipo ndani ya Samsoni na ukuaji wake utakuwa ni wa tofauti. Huyu ni mnaziri. Kwa hiyo na akawaeleza utaratibu, ni namna gani wamtunze, ni namna gani huyu mtoto wamlee. Sasa imefika sehemu Samsoni amemkaribisha Delila kwenye maisha yake, na huyu Delila akasababishwa Samsoni nguvu zake kuondolewa mara baada ya kumwambia asili ya nguvu zake. Kwa hiyo kuna watu ambao umewaambia asili ya mafanikio yako, na mara tu ulipowaambia ukapoteza kila kitu. Na kama kuna kitu unataka ukifanya, ukimshirikisha mtu, basi kile kitu hakitokei tena, matokeo hayawepo tena. Ni kwa sababu unatoa siri ya wewe kitu gani ambacho kinasababisha ukafanikiwa. Kwa hiyo Samsoni anang'olewa macho, lakini katika andiko ambalo tumeliona leo anasema, Mungu unikumbuke mara hii tu, na kuomba unirudishie nguvu zangu ili niweze kufa pamoja na Wafilisti. Kwa hiyo na wewe nenda mbele za Bwana, eza kwa maombi, eza kwa sadaka, eza kwa kusoma neno la Mungu, kwa namna kitu chochote kile ambacho kinaweza kikasababisha nguvu zako zikarudi. Hebu nenda ufanye kwa kumaanisha. Eza ni kwenye biashara, umepoteza wateja. Eza ni kwenye masomo, umeshuka ufaulu. Eza ni kwenye kipato chako kimeshuka, njia zako ulizokuwa unapata kipato adui amezuia, huwezi tena kwenda mbele. Sahi unaposikiza neno hili, rudi, angalia ni wapi ulipoanguka, kisha nenda mbele za Mungu. Kuna muda mwingine itakuhitaji kulipa gharama, na kuna muda mwingine vitu vile ulivyovipoteza vinaweza visirudi. Tunaona Samsoni alirudishiwa nguvu, lakini macho hayakurudi aliyokuwa yameng'olewa. Na Biblia inasema mara baada ya kurudishiwa zile nguvu, watu aliowaua siku ile ni watu wengi zaidi, hesabu yake ni kubwa kuliko wale aliowaua akiwa hai. Kwa hiyo na wewe kunawezekana kuna vitu visirudi, lakini unaweza ukapata matokeo makubwa zaidi ambayo yakakusababisha ukawa na matunda makubwa kuliko awali.
ni kwa sababu umegundua ni wapi ulipoanguka, kwa sababu umegundua ni kitu gani kinakufelisha. Kwa hiyo ninakuomba rudi kwenye nafasi ya nguvu zako, na Mungu wa mbinguni akubali. Basi usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube kwa jina Audience Mbeya na Facebook kwa jina Audience Mbeya, pia hata Instagram kwa jina Audience Mbeya, na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Basi niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, yupo mtu ambaye amefuatilia hili neno. Bwana, weka shauku ndani ya kurudi katika nafasi ya nguvu zake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asiwepo mtu ambaye atapita kwenye ukurasa, kupita kwenye hii chaneli na asipate kitu. Baba, achilia neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nikiomba na kuamini, amen. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Asante.